Siku nyingine tena tukiwa na wasanii wawili wanaopatikana hapa Louisville, Kentucky, na leo tutakwenda kuwa na mojano nao. Na tutafahamu vitu vingi sana kuwahusu pamoja na muziki yao. Na nikwambie tu ndugu mtazamaji, if kama ulikuwa hauja subscribe yangu YouTube channel Habari za Mahali, make sure uende kwa sasa usubscribe. Habari yako? Fresh man. Unajisikiaje kujua kwenye JTV? Salama sana, furaha sana tu. Okay, tunaona uko kama vile mtu yani una furaha vipi? Madili, unajua tena nilikuwa kwenye kosa sasa. Mambo kana. Okay, hatukukuwa na tarajia tukuone kama gisi ulivyo kwa sababu wewe ni msanii mkubwa sana afu unavaa tu simple. Unaweza kutuambia nini kuhusu kitu? No sana, sema watu ambao tunajielewa katika maisha, so nikiwa nyumbani maneno kana haya hivi and then tena kipindi cha summer hivi naanza inabidi tukue tu normal tu. Okay, pia watu wengi wanasema kwamba mtu ukikuwa msanii hata mtu akikuandikia message uwezo kumjibu, yani wasanii mnakuwa kama vile na katabia yani kama vile kazarau. Yani unaweza kaniambia aje kuhusiana na kitu? Mimi kwa upande wangu right, sikuwa tabia ya kujibu kila mtu. Wanaangalia mtu mwenye anaweza nikajibia. Okay, unahisi ni msanii gani ambaye anaweza kuwa na hiyo tabia ya hivyo? Tone. Hapa Marekani. Msanii gani mwenye anaweza kuwa na tabia ni mtu anamwandikia message lakini anaizarau? Wapo wengi tu. Kama vile nani? Wapo wengi wadogo wako wengi, yani sitaje hata sipendi kuwataja, lakini wapo wengi. Okay, sawa. Tunajua kwamba wewe ni msanii mkubwa sana na nyimbo zako watu wengi wanazipenda sana na wanazifuatilia sana. Wanazipenda sana. So ni kitu gani ama ni faida gani ambayo umeshawahi kuipata kupitia muziki yako, ama ushawahi kukutana na mtu anasema kwamba napendaga sana muziki yako na kushangilia sana? Ushawahi kukutana na hao watu? Sana. Kama vile nani? Unaweza kututajia hata jina ya? Wapo wengi kabisa. Kama vile nani ambaye ashawahi kukushobokea anasema msanii Doni Chapa ule? Mademu mbona wapo? Kama vile nani? Unaweza kututajia sasa jina hapo? Ushasikia mademu? Ndio najua mademu. Wapo wengi sana. Sasa nikisema nianze wataja hapa sasa utajikuta brand unajua tena. Okay, sawa. So tunajua kwamba umeachia muziki yako hapo juzi hapo. Vipi mapokezi yamekuaje? Ngoma iko fresh tu. Vipi subscribers zinazidi kuongezeka kama? Inshallah. Okay, kuna mtu ambaye amecomment kwenye yako nyimbo anasema kwamba eti bado haujajipanga vizuri kimaisha, inabidi kwanza ujipange mzuri kisha uendelee kuimba. Wewe vipi umechukuliaje hiyo comment? Ya kwanza hiyo inakuwa changamoto, kidogo lakini kaida. Lakini kuna watu wengine wanasema kwamba eti ni kweli wamekuchana kabisa. Wewe kwako imekaje hiyo? Aniingii hiyo. Yaani hajakushtua hata kukuumiza? Hata kidogo kwa sababu hawanisaidii kitu. Okay. Tunaona unacheka, unaweza kutuambia nini? Tujiwekea upande wa pili kwanza kwa Raji Boy. Najua leo ni mara yako ya pili kujua kwenye JTV, kuonekana kwenye Yetu TV. Unajisikiaje kwa mara nyingine pia kwa kupata opportunity ya kuonekana kwenye JTV Habari za Mahali? Ni furaha sana tu kuzidi tu kuambia mashabiki wetu wazidi kusubscribe account ya JTV juu inue like ikuwe juu sana vitu kama hivyo. Na pia siku hizi uko kimya sana, yani unaikalia tu kwenye picha tu, unashika picha tu na posti, lakini muziki tena tuoni. Vipi? Umezima ama? No, mimi sijazima na siwezi nikazima kwa sababu nina muziki nyingi sana ambazo ziko studio, so napaswa nizikoe na muda wao bali soon hapa hivi nachia ngoma kali. Waiting na do video ndio nilikuwa na work ku ile video. Bali nishamaliza. Make sure mashabiki wangu tu wako pale Instagram na YouTube kwa sababu ya kuwatch hiyo video ni banga kubwa sana video. Okay, kuna wasanii wadogo ambao walianza kama wewe na wengine wakubwa lakini hawajawahi kupata yani hiyo bahati ya kuwa na followers wengi sana, yani kale ka blue tick kale. Yani hawajakuwa nako. So wewe vipi, yani vipi mpaka ukakuwa na unajisikiaje kukuwa msanii mkubwa sana kama hivyo? Yani unakuwa na followers nyingi sana. Mimi naweza ngasema tu ni bahati kwa sababu kutoboa au kupata kitu ambacho ulikuwa tarajia ni bahati Kufanya kitu kidogo kama vile tenge alikuwa faki mtaani ikainuka mtu mmoja kuposti nikaenda. So ni bahati tu Ipo siku Mungu anamuona naye aende kanisani tu akaombe. Okay. Tukiachana na hayo mambo, unaweza kututajia ni msanii gani ambaye ungetamani kufanya naye collab mu 2025? Hata kwa sasa kikuja yani akikwambia kwamba Raji tufanye na wewe yani mambo ya muziki, unaweza kukubali? Yani msanii gani huyo ambaye unaweza kukubali hapo? Mimi kwa sasa mimi siwezi nikatafuta msanii tufanye collab. Labda yeye anitafute mimi kwa sababu kwa sasa niko na project nyingi za kufanya. So nikimuomba yeye collab
nitakuwa kama naharibu collab zingine zinakutaniwa nazo. Kwa hiyo yeye anifuate yeye, mie niimbe naye, nitamwitikia vitu kama hivyo. Kwa sasa hakuna yani. Okay, ndugu mtazamaji unatufuata kwenye habari za mahali, habari zilizo sahihi kwa wakati sahihi. Tunaendelea kupiga story na wasanii wetu wawili ambaye ni Raji Boy pamoja na Don Chapa. Na siku ya leo tutafahamu vitu vingi sana kuhusu pia elimu yao. Vipi kuhusiana na elimu yako, iko vipi? Uko somo la ngapi? Unasomea wapi na unapatikana wapi? Na mtu ambaye ni mara yake ya kwanza natamani kukuona anaweza kukupatia sehemu gani? Mimi napatikana Kentucky Love Bar. Ya masomo kuhusu vingine vya elimu, hiyo ni siri yangu kwa sababu tukianza kubiongelea hivyo ni vitu vya familia hivi, alafu havihusiani na watu siri. Ila ninapoishi ni Love, kama unapenda kunitafuta so unaweza kanicheck Instagram na nitest pa na kutumia email na nipata vitu kama hivyo. Okay, lakini kawaida ya wasanii huwa wanaweka mambo yao wazi sana, yani wanakuwa naachia mambo yao wazi sana na kusema masomo yao sijui wapi wanapatikana wapi. Lakini vipi wewe kuhusiana na hii mambo ya shule na ya ficha? Kwa sababu mimi na wakati tongoza sana, so naweza nikatongoza demo alafu akajua mimi ni mkubwa, nishamaliza shule au mimi ngaki nasoma somo la 9, so anakinikataa. So na sisi tunatongoza watoto ndio sawa, so hayapasi malaki hawapasi kujua kuhusu maisha yangu. Kama nataka kujua nikikutongoza tutajulishana baadaye. Okay. Kwani wewe ni ukitongoza demo unaweza kutongoza kama vile kuanzia miaka miaka ngapi? Miaka yote mimi natongoza, kwa mtoto kwa mkubwa, alafu mkubwa namtongoza ila wewe unaniongaonga hela. Lakini watoto tunaishi nao tu hivyo tu. Okay, lakini watu wengi huwa wanakuchukulia kama vile wewe ni mtu mpole, wewe ni mtu ambaye una busara na hekima, wewe ni mtu ambaye huwezi kufanya hayo mambo, na wewe ni mtu ambaye unatulia, kijana kutulia, na ndio maana umepata followers nyingi sana. Lakini kwa sasa vitu ambavyo unaongea hata watazamaji wa JTV watashangaa na hatujui ni kwa nini umeongea hiki kitu. Unaweza kutuambia kitu gani hapo? Mimi nawaambia kwa sababu afahamu kuficha siri sio sawa. Kweli mimi ni tulivu, but kutongoza sio dhambi, kwa sababu unaweza kutongoza mtu ambaye mnaendana naye au muendani naye. Ni kutokana malengo yapi ambayo uko nayo so labda nizanga mtongozi ile muda ina malengo yangu, ila sio kila mwanamke hapana, na heshimia wengine. Okay, ni changamoto gani ambayo umeshawahi kuiona kwenye mahusiano yako? Changamoto nyingi sana. Unaweza kutuambia tu changamoto moja? Niko single, ni mahusiano uzeelewa. Kwa hiyo kwa sasa demo wote ambao kuna kufuatilia kwenye JTV akikuja tu mlango uko wazi kabisa, uko single. Mlango uko wazi. Labda wengine akimya penda nitongoze mwanamke, pa mwanamke anitongoze. Yeye walipange tu hapo tu, maanze post tu Instagram juu ni waone batongoze tu. Okay, kusiku na kuaga naingiza hela ngapi au unakuanga unatumikia wapi kwanza? Mimi kazi yangu kwanza YouTube, mimi nasema ku YouTube sijaanza pokea hela nyingi, bali ni hela ndogo kwa sababu subscribe zangu zingaki ndogo. Kuhusiana na kazi binafsi ya nyumbani nini na nini, hiyo ni secret yangu, kwa sababu hiyo ni kitu inaniongezea kununua mingine mavazi nini na nini, so siwezi ngasema public. But YouTube lishaza lipia kidogo, Instagram nako bali bendi pale sianza lipio bali soon tu. Okay, ni msanii gani ambao unaweza ukafanya naye collab na ambaye hauwezi fanya naye collab mwezi 2025 hapa Marekani? Mimi sio nitaka kama kwa wasanii ambao wanaimba maana hapa, kwa sababu wote wanaanza imba tu ni kikiki tu avume, so wakipangia kitu cha msingi sana mimi naweza nikamtafuta au nitafute bali naona sana vile hao imbi vitu msingi sana. Okay, tukielekea kwa wasanii wa Nyarugusu wa Malawi, ni msanii gani ambao unakuwa mkubali, ambao unasema kwamba huyu ni msanii kabisa na unakuwa mkubali sana, ni msanii gani? Malawi mimi nakuwa mkubali Jedala, bali Nyarugusu hakuna. Labda uende comedy tu hapo hivi. Comedy ndio nakuwa cheka kwa sababu wale wengine wote wanafanya hapo comedy tu. Okay, tunajiokea kwa upande wa pili. Unaweza kutuambia ulikuwa unaongea na nani kwenye simu pale? Ulikuwa unaongea na nani kwenye simu? Achana, nilikuwa naongea na unajua tena vijana. Okay, tunajua kwamba Paraja amesema kwamba eti yeye anakuaga anatongoza mademu mengi sana kwa jina angalia miaka. So wewe kwako hii kitu umechukulia aje? Wewe kama vile kaka mkubwa. Kwa mimi Suleona nilimpongeza hapa, aliongea point. Aliongea point. Okay, so kusiku unakuaga anatongoza kama vile wademu wangapi? Mimi kutongoza? Kutongoza mimi ton. Sasa mchongo wangu kutongoza ila kutongozwa ndio mchongo yangu. Vizuri sana. Okay, unaweza kutuambia kitu gani ambacho kinakuagana kupashia pesa sana au kinakuingizia pesa mpaka
kutosha muziki, vitu kama hivyo? Kia kwanza mishangazi yangu ilikuwa ni support sana. Kwa hiyo una mishangazi? Sana. Ha? Yaani hapa tukirusha hii video hapa yani wanajua kwamba huu ni mume wao kabisa. Wanajua. Da, shokali. Okay, unaweza kutuambia nini kuhusiana na watoto ambao yani watoto ambao wakiangaliki wadogo lakini wanajiingiza mambo yani ya wakubwa kama vile yani wanakoma yani, au watoto ambao wanakoma hizi siku yani wanakuwa kama vile na matabia fulani, matabia za uniuni, vitu kama hivyo, wanajichanga na wa Black America, wanakuwa kama vile yani wagaidi tu wao wameharibika ni kwa fupi. Kwa jinsia gani? Wote. Ni fresh kwa upande wangu, mimi naona ni fresh. Ni fresh. Yeah. Okay, pia tungetamani kujua mna ndugu wa aje? Nyawi. Mimi na Raji. Asa familia. Familia kivipi? Familia damu. Yaani familia damu. Yeah. Okay, sawa ndugu mtazamaji uliokuwa unatufuatilia kwenye habari za mahali, na timai kwamba umefaidika vitu vingi sana na umejifunza vitu vingi sana, na ni vitu vingi ambavyo ulikuwa unajiuliza kuhusiana na Doni pamoja na Raji, na leo umepata kwenda kuwafahamu kiundani zaidi. Hawa ni ndugu wa damu kabisa, na huyu hapa ni mzee wa kupenda mademu, lakini kizuri yake kwa jina naenda kwenye mishangazi. Lakini huyu pia hapa sio mzee wa kushangilia mademu, lakini ana date na mishangazi. So ndugu mtazamaji, naomba udondoshe comment yako hapo chini Okay, neno gani? Hapo unyalisema mimi ni mzee wa mademu, hapana. Mimi waga na kwa kushobokia mademu. Maana mimi sipendi kushobokia mademu sana kwa sababu ukifuatana na mademu bro unakosa kazi yako Kwa kwanza hata kama uko na kazi, uko na hela, ukipenda demu nini na nini unakuta 100 unamtumia wiki, unashindwa kufanya kazi yako, utafeli Mademu kwanza chini, kazi juu, na ndio maana unaona hata muziki inaenda straight. Lakini walisema kwamba hapa unakuaga yani unakuaga mtu yani wa kupenda sana mademu. Imekuwa aje? Mbona unatubadilika? Ama wewe ni ule mtu ambaye unakuaga na badilika sana? Kuna haja tukitoka huko kazi kwanza kwa mademu. Mademu kuna waga muda zao si kwa sababu muda zao za kuongea nao na kazi saa zao bali. Ningewaambia tu watu wasifuatiliane na mademu sana, unaweza karibu kazi yako vitu kama hivyo. Ni kitu gani ambacho ulitaka kusema? Raji, unajua nini? Mimi wazali ongea point ile atajichanganya, wademu kuko wademu na budemu, Yeah. Sona niige mimi hapa hivi. Mishangazi ina support and then useme budemu ndio ile yenyewe utakuwa huko hapo. Machizeana tu. Mfemi. Sasa mie huyu akopewa hela. Kuna waga kupewa na kupana, Yeye ako napewa hela, haribu hela. Ako na faidi. Mimi sasa mimi niko toa hela. Naye mwako na ndio bana tumesema kuna utofauti. Huyo hapa ni mzee wa kupenda mishangazi, na wewe hapo unapenda sana kufuata. Unapenda kutongoza. Yaani unapenda kupendwa. No, yani yote ni hivyo tu. Kwa sababu ukipenda na unapenda. Ndio hivyo ndugu mtazamaji, ulikuwa na mimi hapa wananiita Jenny Rashidi, na leo tulikuwa napiga story 1 2 3 na vijana ama wasanii wakubwa ambao wanafahamika kwa jina la Raji pamoja na Doni Chapa, na utadondosha comment yako kwa yote ambayo tumeyaongelea siku ya leo, na if kama una kitu ambacho hujakipenda basi nifuate inbox ama wafuate kwenye inbox. Walisema kwamba sio wasanii wabaya, ukiwaandikia wanakuaga na jibia, yani hawana dharau. Asanteni sana. Banga.